Huyo ifi yako Kipele. Sasa hivi bwana Shunda kapita huko, yeye kapita hivi, nakwambia ananinyali. Dada, mbona ifi yako kashindikana namna hivi? Hapana mwenzangu. Wewe tena. Kumekucha na taarifa za Kipele. Kuto kunipa taarifa zake. Nimekuambia taarifa za Kipele usio unanipatia. Sawa? Shoga yangu, kama utaki, lakini mimi nimekwambia kutokana nimemuona ifi yako. Jaribu kukata na ifi yako umwambie apunguze. Yule mwanamke wa mtu mbona anakuwa ajiheshimu kiasi hicho jamani? Yaani wanaume wa mtaa wote anataka wamalize yeye. Kwani huyu upoje ifi yako kaumboumbwaje huyu? Haya. Asante kwa taarifa. Huyu naye kila nikimwambia habari za wifi yake ananiona mimi kama sina akili. Ina maana aamini ninachokiongea au? Lakini atajua mwenyewe. Kikubwa tu ujumbe tayari nishamfikishia. Kesho machozi kayajua. Kipele, Kipele, Kipele. Angalia mwisho wa njia. Kipele ni binti wa town, anapenda life ya show. Aha, dada, sama subiri, taratibu. Sasa nisikilize. Bila shaka somo letu la leo ni Kiswahili. Sasa muda uliofika, jaza nafasi zilizo wazi. Nimemkuta mumeo na We mlevi, salamu kwanza. Alafu umemkuta mume wangu na nani? salamu za nini sasa mwandazimu? Nisikilize kukwambia kitu muhimu. Jaza nafasi zilizo wazi. Nimemkuta mumeo na Wewe usinichanganye kabisa. Nataka uniambie umemkuta mume wangu na nani? Mbona unazunguka bwana? Ukitaka nikujazie mimi unafanya malipo ya shilingi 2000 na kwenda kununua kinibu. Unanielewa vizuri? Nimemkuta mumeo na Kipele. Haita Kipele siji kijibu. Unaelewa? Sasa mimi nashangaa wapo wanafanya nini? Wananong'oneza. Mimi nashangaa wananong'oneza nini? Usimume wa mtu, unaishi kama mke wa mtu. Nikaona basi kuja nikamtafuta huyo mtana. Kwa hiyo bwana, Mungu sio mzee mkumba bwana. Nimekuona hapa nakupa hiyo taarifa. Mumeo muda sio mrefu anakwenda kunyanduka kwa dalili nilizoziona. Haya, kwa senda katika ndoa yako haraka. Wewe una uhakika na unachokisema? Hatari sana. Dar es Salaam. Twende kazi. Acha mkoba huo kubambi. Acha mkoba. Nitaondoka na roho unajua kama mimi ni Israeli. Acha mkoba huo. Acha mkoba. Ha? Machete, ina maana umjue mawakili wewe? Au kutoka jana tena ndio umekuwafungulia dogi? Maana mtaa tayari hauna amani. Jamani. Wewe nini wewe? Vitu kama hivi usilete ushahidi wa Yehova, si unajua? Kwa masera unaweza ukakiponza kipampu, alafu akakipiga kiashpapi. Kubambinyi wewe. Hatari sana. Dar es Salaam. Twende kazi. Kipele. Kipele. Asante sana mwanangu. Maana huko napokwenda sijui hata ningeenda kueleza nini. Humo kwenye pochi kuna 300,000 za watu, za vikoba. Sijui ningeenda kuambia nini mimi. Nashukuru sana. Huyu kijana sio mtu mzuri hata kidogo. Ni kweli kabisa mama hicho unachokizungumza. Maana alivyokukaba mpaka mimi nikaogopa. Lakini mimi yule kijana namjua, anaitwa Machete. Ametoka juzi tu jela. Yaani hana hata wiki hapa mtaani. Tayari kashazoa taharuki. Sasa mimi sitaki hata kuongea sana. Yule kashaondoka. Hapa nilikuwa toka gengeni mwenyewe kununua vinyanya, imekosekana 2,000 tu. Nikanunua dagaa mchele nikapike. Kwao kwenye 300,000. Nichomolee mteni mmoja tu. Mimi nitalizika. Sasa ningekuwa sina uhakika niko. Mimi sina tabia mbaya. Mimi nasema vitu vilivyonyooka viko bora kabisa. Usijisaulisha nyingi 2,000 yangu nishakusemea. Una uhakika na unachokisema? Naomba wewe maneno yako yawe na uhakika. Na huyo Kipele atanitambua. Hatari sana. Dar es Salaam. Twende. Wewe nani? Lakini msele mkauana tena huko mambo akaja kuwa mengi.
Mungu sonze nkumba, nimepata 2000 bwana. Leo sikopi kinebu, leo nanunua naambia, leta pombe. Tajiri niko hapa. Mama zani. Taratibu msije mkaumizana. Twende. Hatari sana. Dar es Salaam. Twende kazi. Kipele. Yaani nimekuambia pesa hatu ya vikoba nitoe tena 10,000 nikupe. Wewe binti. Kwa hiyo nisaidia ili nikulipe? Hapana, sikiliza nikwambie. Hapa nilipa mimi na kwenda huko muda au unavyoongea nimeshachelewa. Ninatakiwa hela ya hisa shilingi 2,500. Hapa sina. Kama unao 2,500, naomba nisaidie tu. Lakini mimi kutoa 10,000 nikupe wewe, kitu ambacho hakiwezekani. Aibu naona mimi. Yaani kwenye 300,000 kunichomolea 2,000, ukaona haitoshi tena mimi tena nikuongeze 2,500. Kweli unaambiwa tenda wema uende. Ndio hili lilonikuta mimi. Sasa mama yangu, kuna ubaya gani mimi ukinipa 10,000 kwenye 300,000 jamani? Ukinipa mimi hiyo 10,000, unaweza ukaenda mbele, vichochoro bado vipo vingi mama yangu, usijione umemaliza. Mimi nimekusaidia hapa, hiyo 300,000 sasa hivi unayo. Ukinipa mimi hiyo 10,000, ukienda kule kwenye kikoba, sangeo unaweza kupata mtu atakakuongezea hiyo 10,000. Lakini kuna michochoro na wauni wamejazana kibao hapa mtaani kwetu, utaibiwa. Ila sitaki hata kuongea sana. Kama umekataa kunipa, asante mamangu, mimi acha niende. Hivi binti anajielewa kweli huyu? Yaani kanisaidia nataka nimlipe. Tena nimpe 10,000, anaitamka 10,000 kabisa. We, haiwezekani. Kama angeshindwa kunisaidia angeniacha. Nimejipambania mwenyewe kipochi changu nimekabwa hivi, nimekishikilia hivi. Leo nimlipe 10,000? Subutu. We, sio kweli. Kipele. Maisha moto hayadumu. Kipele. Kesho machozi kayajua. Kesho machozi kayajua. Kipele. Angalia mwisho wa njia. Hatari sana. Dar es Salaam. Twende kazi. Kipele. Mwache mwenzio. Wewe umwache mwenzio. Utakuja kumuua mtoto wako. Mkaa pembeni. Niache nini sasa? Nasema hivi, tembea na wanaume wote, sio kwa mamangu mimi. Kwa mwanaume gani unayemzungumzia wewe? Nisikilize wewe. Mimi hata kovu lilokuwa kwenye mwili wa mwanaume wako silijui. Unasemaje natembea na mwanaume wako? Umejeje kama ana kovu pajani kama hujatembea naye? Umejuaje? Sikiliza nikwambie. Mimi sijatembea na mume wako. Ila kama unataka nitembee naye na kuhakikishia, mimi ndo kipele. Kinaponiwasha muda wote lazima kikunwe. Mume wako atakitumbua kipele changu. Yaani kwa kifupi natembea naye. Samani kwa kustopisha. Sijui mwenyewe ulikuwa unaelekea safari gani? Mimi kwanza hayo yote tuachane nayo. Hivi Mani, unafurahika na kitendo ambacho anakifanya mke wako hapa mtaani? Kila sehemu ukipita kipele. Mke wako kipele ametembea na mume wangu Mani. Yaani hapa ninavyokuambia, juzi tu tumetoka kupigana. Maana hata jicho langu bado halipo sawa. Nimekuta Heleni ya mke wako kitandani kwangu. Ina maana moja kwa moja mkeo katembea na mume wangu. Ila yote mimi hayo sijali. Ameshatembea naye, wewe una moyo na mimi nina moyo Mani. Ina maana wewe umii, mimi naumia. Na kuumia kwangu mimi kumesababisha leo nikusimamishe hapa Mani. Kukwambiaje? Mimi na wewe nataka tutoke kimapenzi. Ili mume wangu na mkeo kipele watakaposikia nawe iwaume kama ilivyoniuma mimi. Au wewe mwenzangu umii. Hebu nisikilizeni. Hivi mnapopigana hapa, si mnajitia aibu nye? Afu nikishangaza nyinyi watu wazima. Pia mmeolewa nyie. Hivi mnapopigana nyie, mimi mdogo wenu, nige nini kutoka kwenu? Wewe koma wewe, mimi sio dada yako. Kwa usiuni nilokuwa nao naweza nikawa na mdogo mweupe kama wewe. Mimi familia yangu wote sina mdogo mweupe kama wewe. Labda ndugu yako yule, kwa sababu mweupe mwenzio. Na wewe inaonekana ni shida tu, lakini ukipata sehemu yenye raha unakuwa mweupe kama yule.
Nakwambia hivi, mimi ndo Ulaya. Tatembea na mkoa mzima bila kusahau babako mzazi. Wahedi wewe. Babake mzazi? Kumbe. Sasa ungenyoka tu direct kuliko kuzunguka hivyo. Nikwambie tu ukweli, mimi ni mume wa mtu na nampenda sana mke wangu kuliko kitu chochote. Sasa hayo maneno yako unayozungumza, tambua tu haitawezekana mimi kwa pamoja na wewe. Si unanielewa vizuri wewe? Hivi ukipele amekupa nini wewe? Umekuwa kama zipe. Hebu niangalie kwanza mtoto nilivyokuwa sexy by sexy. Sikulizishi. Niangalie juu mpaka chini, kisha unifananishe na huyo kipele. Mani, mimi nataka hili liwe vita. Nataka mimi na wewe tuingie kwenye mahusiano ili na wao wakisikia waumie kama nilivyoumia mimi. Usichokijua tu, mimi ni mwanaume na misimamo yangu. Ninachokiamua ndo hicho. Nimempenda mke wangu hivyo na madhaifu yake. Sasa wewe unafiki wenu mnaokuja mazungumzo unafiki kuhusiana na mke wangu, tambua mimi siwezi kukaa mbali na mke wangu. Nampenda na yeye ndo kila kitu katika maisha yangu mimi. Kwa hiyo siwezi kuwa pamoja na wewe. Yaani wanaume wengine kama zipe. Sijui limelogwa hili nalo. Atajua mwenyewe. Kipele mama, kipele yani, kipele wewe, kipele Yaani hauwezi kukimbizana na mimi. Watashindana lakini hawatashinda. Kubambinyi wewe. Nimesikia kila kitu yani by order ninavyokuambia. Nimesikia kwa mbele kuna 300 huko. Hoya. Mbona unavoniona mwanangu mimi boxer sibadilishi, unajua kwa sababu ya sina mavumba. Sina dundo. Hoya, sina bamba. Kuna kata ina haja kugawana umaskini wala nini. Umaskini unakufa nao wewe. Unanitumbulia macho. Mimi sio mwema. Wema huu unaozungumzia wewe mimi sina. Nashindwa kujifunza kitu katika mtaa huu. Kwa sababu makaka wengi sasa hivi wamekuwa wezi. Pia madada zetu sasa hivi wamekuwa wanajiuza. Isitoshe watu wazima sasa hivi wamekuwa wanga. Mpaka dakika mwisho yani ukiamka asubuhi unaona mwili wote hauna nguvu. Leo katika pita zangu nimekutana na Kipele pamoja na mke wake Shunda. Wakiwa wanagombana wanapigana. Ikabidi mimi nitetee. Nikauliza tatizo nini? Wakasema kwamba eti Kipele anatembea na Shunda. Mimi hapo blaza nashindwa kuelewa nifanye nini au nijifunze nini blaza. Sasa wewe mdogo wangu unaacha kufuatilia masomo yako, unachunguza maisha yako, wewe utakusaidia nini? Jali masomo yako, sichunguze maisha yako, sichunguze fulani anafanya hivi, fulani anafanya hivi. Wewe bado mwanafunzi, unatakiwa kutumia muda mwingi sana kwenye kusoma na sio kufuatilia maisha yako. Unioni mimi kaka yako jinsi ninavyoishi? Sifuatilii mambo ya watu, naishi na maisha yangu. Na kuhusu wawanga anakubeba wewe peke yako. Situpote ndani mule. Mbona mimi naamka niko fresh, mwili wangu mzuri tu kabisa. Viungo vya viumi wala nini? Wewe ndio unabebwa na wanga. Kubambinyo, nige mkoba, niftike. Machete. Ina maana wewe ndio kunipola mimi kweli? Yaani unataka uniibie mimi? Alafu sikiza nikwambie. Hii pesa ile iliyokuwa ndani mimi sio ya kwangu. Hii pesa ya watu. Kwa nini unataka kunifanyia hivyo? Wewe ni kijana wa hapa mtaani. Unajifanya kama unijui. Kumbe unataka tuzungumze. Kiaunda. Sitaki kuongea mara mbili. Nige mkoba niftike Kubambinyo wewe. Acha mkoba. Acha mkoba. Nitakutumbua unajua. Sina masiara unajua. Acha mkoba. Unashika kisu. Mimi sio mwema. Mimi sina wema huu hata kidogo. Na hizi taarifa hizi usimwambie kenge kima yoyote ninavyokuambia hapa kama wewe nimekufanyia hivi. Na yule alijifanya mpambe. Yule alijifanya zima huwa sijui sinajua sijui huwa sijui fulawa sijui. Oya. Wewe nakusamehe kwa sababu ile lakini mbona hichi kesi hichi yule maua kina. Nikatai. Kubambinyo wewe.
Blaza, sio wanga. Hivi ukiangalia katika mtazamo wako wa macho, unaona angalia Tanzania sasa hivi inaenda wapi? Haya, ukiangalia TikTok, sasa hivi madada wanakatika ovyo, wanacheza utupu. Blaza, mimi nashindwa kuelewa nijifunze nini? Sasa wewe TikTok unafuata nini? Mwanafunzi wewe, kwanza hiyo simu kubwa umepata wapi? Smartphone umepata wapi? Blaza, mimi nishakuwa. Lazima niwe na simu niangalie mtandaoni Tanzania inaendaje blaza. Uangalie mambo ya nchi Tanzania wewe waziri. Wewe diwani wewe rais. Hebu acha mambo yako mdogo wangu. Fuatilia masomo yako. Masomo yako ndo kila kitu. Achana mambo ya mitandao, achana na maisha ya watu. Fanya maisha yako. Umesikia mdogo wangu? Sawa, nimekuelewa blaza. Mke wangu, unaweza kuniambia unatoka wapi sasa hivi? Nimetoka huko kwenye mipango yangu, lakini pia hata nilichokifuata sijafanikiwa. Sasa sijafanikiwa kwa sababu umekutana na yule mlevi Kudula. Kwa kila kitu chako kimeharibika, si ndio? Mimi nimesikia umeenda ghetto kwa Mega rafiki yake na Shunda. Anapenda life ya show, kila siku ni club, hana muda.